wako sana kwenye mambo ya kishirikina, mambo ya kichawi. Haya ndio yanayoivuruga nini jamii hii. Yaani mtu anabeba panga kabisa kwenda kumuua mwenzake eti mchawi. Sasa tukikuuliza wewe, haya tuonyeshe uchawi. Kwanza uchawi ni nini? Alafu amefanyaje? Unaweza ukatuonyesha? Kwa ndugu zangu, tuache hizo imani hizo imani tusizichukulie halafu tukachukua sheria mkononi, tukavunja sheria za nchi. Mtauana, mtapigana, mtagombana, mtafanyana vitu vingi kwa sababu tu mmeshikilia sana hivyo vitu, kwa sababu hivyo vitu mmeviamini sana. Fulani mchawi, huyu mchawi. Sasa mimi siwezi kujua. Sawa, hayo mambo bwana mimi nayasikia. Siwezi kujua kwa sababu mimi sijawahi. Sijui, mimi sielewi haya maisha sijui yanaendaje. Sawa? Unajua bwana, kila mahali watu wana mambo yao. Lakini tunazijua mila na desturi zipo. Sasa kama mila na desturi ni uchawi, mimi sijaelewa. Hivi ukienda kutambika kwenye kaburi la babu yako ni uchawi? Si ni mila tu hizo na desturi hizo ni mila na desturi. Lakini tunachozungumzia sisi mambo hayo, imani za ushirikina, imani za kichawi zitawaharibia mipango yenu na maisha yenu. Tunatamani hivyo vitu visisikike. Kuna baadhi ya waganga kwenye jamii zetu ambao kweli serikali sio kwamba haiwatambui waganga wa jadi, inawatambua. Kwa sababu tunatibiwa kwa namna mbili. Tunatibiwa kwa tiba za kisayansi za hospitali, lakini pia wakati mwingine tunatibiwa kwa tiba za mimea yetu ya asili. Wapo watu wanaojua hizo dawa. Sasa hao ndio waganga ambao wamepewa na vibali kabisa na serikali kwamba nyinyi mna uwezo wa kututibu kwa tiba asili, yani kwa kutumia mimea mbalimbali tulionayo. Basi tunawapa kibali hiki muendelee kufanya nini? Kufanya hizo shughuli. Lakini waganga hao wamekatazwa jambo moja, kufanya ramli zile chonganishi, hizo ndio za hatari. Na mganga anapofanya ramli chonganishi, maana yake anakuwa amekiuka sheria, na hata ule mmoja wao umekataza na una sheria kabisa zinazoongoza tusije tukafanya ramli chonganishi. Sasa wananchi tunapoenda kule tunakutana na ile kitu na mtu anaenda akatafute mbaya wake anayemloga anasema anamloga ni mchawi. Sasa mganga anaweza kutumia nafasi ile, au yule hela ameuza kahawa, ngoja nizipige hizi hela. Na anajua wachawi bwana hawalogagi nje, wanalogana humo ndani, wao wanavyojua sayansi zao. Anajikuta tayari amefanya nini? Amewagombanisha. Kwa hiyo pia wale wapenda amani wale, unapoona kuna mganga yeyote yule amekuja kwenye eneo lenu, badala ya kutibu watu anapiga ramli chonganishi, toa taarifa kituo cha polisi. Huyo ni mhalifu kama wahalifu wengine. Atachukuliwa hatua za kisheria na inawezekana kufungwa gerezani. Na akirudi ile chama cha waganga wa jadi kile, waganga wanaotoa tiba asilia, na wao watamnyang'anya leseni na kumfuta kabisa kwenye umoja wao. Kwa hiyo msije mkaliacha hilo mkalifumbia macho. Wale wapenda amani, wale wanaopenda amani, na natamani sisi wote tupende amani, tuishi pamoja. Tusikubali zile ramli chonganishi zinazotuchonganisha na jamaa zetu mpaka tunafikia wakati sasa tunashindwa hata kufanya shughuli zetu za kimaendeleo. Hizi imani hizi zinaturudisha nyuma sana kimaendeleo. Wakati wenzetu wazungu muda wote wamekaa, watoto wadogo kabisa wapo kwenye sayansi zaidi ambayo inasaidia watu wote. Sisi huku tunahangaika na vitu visivyoonekana wala havina hata faida. Tunaamini vitu visivyoonekana. Hizi TV mnazoziona hizi vinatengeneza vitoto vidogo tu. Vidogo, alafu wewe unakesha usiku kucha kutafuta mlango wa nani ni dhaifu uvunje uibe.